which are not original. Na vivyo hivyo Biblia inavyotuambia kwamba Bible tells us concerning katika kupata uzima wa milele, in obtaining eternal life, ni katika kumjua Mungu wa kweli, is to know the true God. yaani katika lugha nyingine kujua kutofautisha to know how to differentiate Mungu God na miungu with gods. Haleluya. Kujua kutofautisha Mungu na miungu, to know how to differentiate God and God. Hiyo ndiyo That is njia mojawapo ya kufikia uzima wa milele. One of the ways of obtaining eternal life. Haleluya. Kuna mara nyingi tunaingia katika error. Most times we enter into error. Wakati unapokuwa unaongea na watu wa dhehebu zisizomtambua Yesu Kristo, when you speak to different people from different religions, alafu wao wanakuambia kwamba si Mungu ni mmoja tunayeabudu, and then they tell you no, God is one that we haleluya, kwamba Mungu ni mmoja tunayeabudu, no, the God we serve is one. Lakini ukiangalia vizuri Mungu si mmoja tunayeabudu. But if you look carefully, it is not the same God that mimi ninayemcha Yesu Kristo na Muislamu hatuabudu Mungu mmoja. I believe that I and a Muslim do not serve. Haleluya. Amen. Wewe unayemjua Yesu Kristo, unayeabudu Mungu ambaye ni baba wa Yesu Kristo, you who believes Jesus, who believes God is the father of Jesus, auabudu Mungu mmoja na Mungu wa wale wasiomtambua Yesu Kristo. You do not worship the same God with the person. Na saa zingine tuwe haraka kukaa na kukataa wanaposema kwamba si Mungu wetu ni mmoja. And mostly they reject that no, our God is one. Haleluya. Kwa sababu unapokubali kwamba ndiyo Mungu wetu ni mmoja, because the moment you agree that yes, our God is one, ni njia wanayotumia wapagani ili kwamba wapate kukokota. It is one of the ways they use in order to draw you. Haleluya. Kwa sababu unapokubali kwamba tunaabudu Mungu mmoja, because if you believe that we worship, unaona kwamba appartenance yetu ni moja. You see that we belong one place. Haleluya. Kwamba tunaappartenire kwa nini kundi moja. That we partake in one group. Kumbe sivyo. But that's not how. Kuna tofauti kati ya Mungu tunayeabudu, there is a difference in ambaye ndiye muumba wa mbingu na nchi, Mungu aliyekubali kushuka, kuacha uungu wake na kuja kumtafuta mwanadamu aliyekuwa amepotea mbali yake, who had fled from him. Haleluya. Na aliposhuka, akashuka kwa jina la mwana. He descends in the name of the Son. Alipozaliwa kama mwanadamu, as he was born like a man, akaitwa Yesu Kristo. He was called Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni tofauti na Mungu ambaye wengine wanamuita kwamba ni Mungu wa Baal. Who is the God who others know as the God of Baal. Haleluya. Ambaye wengine wanaamini kwamba ni Mungu Allah. Who others believe is the God Allah. Haleluya. Ni miungu ambayo iko tofauti na Mungu aliyejishusha akavaa mwili na kufanyika mtu, Yesu. Those are gods that are different from the God that wore flesh and was made man in Christ. Siri ya uzima wa milele, the secret of the eternal, ni katika kumjua Mungu wa kweli, is in knowing the true God. Na kama Mkristo, and as a Christian, katahana na madai ya watu wasiomtambua Mungu. Forget the sayings of the people that do not. Wanaposema kwamba tunaabudu Mungu mmoja. When they say we worship one God. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wangu mimi na Mungu wao ni miungu miwili, ni Mungu miwili tofauti. Therefore my God and their God are two different gods. Na kumtambua Yesu Kristo ambaye amefanyika mwili kwetu. And to discover Christ Jesus who has been made flesh to us. Haleluya. Unapomjua Mungu wa kweli, when you know, unapokuwa na uwezo wa kutofautisha Mungu wa kweli na miungu, when you have the ability to differentiate God and na kumtambua Yesu Kristo aliyetumwa, and to identify Christ who has been sent kwa ajili ya ukombozi wetu, for our salvation, hapo umekwenda kuupata uzima wa milele. Haleluya. Alafu sasa kumjua Yesu Kristo, sio kujua kwamba alizaliwa na Maria, is not to say he was born with Mary. Alizaliwa katika inspiration ya Roho wa Mungu. He was born in the inspiration of the Alizaliwa Bethlehemu. He was born in Bethlehem. Sio hali hiyo ya kujua. No, that is not the way. Unapomjua mtu katika hali hiyo, when you know a person in that, Waswahili wanasema kwamba unamtambua. The Swahili people say you recognize. Haleluya. Unamfahamu.
You recognize this, lakini haumjui. but you do not know. Kumjua Yesu ni pale unapojiambatanisha naye, unapojifanya kuwa parti ya mwili wake, unapojifanya kuwa wewe na yeye ni kitu kimoja mbele za Baba. When you declare that you and him are one thing. Hallelujah. Hiyo ndiyo kumjua Yesu inayokufanya wewe uishi katika maisha ya milele. That is the way to know Jesus that will enable you to live in a holy life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha ya milele yanapatikana katika kumjua Mungu wa kweli. The eternal life is found in knowing the true God. Yaani kutofautisha Mungu wa kweli na miungu. God and gods. Na kumshikilia Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi maishani mwako. And to hold fast on Christ as your personal Lord and Savior. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Na tunaingia kwenye kipengele cha pili. We go into the second point. Ambacho kinasema mwanzo wa kuishi maisha ya milele. The beginning of living the eternal life. Hallelujah. Amen. Mtu akikuuliza, when a person questions, kwa sababu watu wengi, because many people, tendency yetu ni pale kusema kwamba tutaimba hosana tutakapozunguka katika nini, kiti cha enzi, when we will surround the throne, na hapo ndipo tutakapokwenda kuanza kuishi maisha ya milele. That is where we will start to live the eternal life. Ikimaanisha kwamba baada ya kifo, meaning that after death. Hallelujah. Ndiyo watu wengi wanaokwenda kufikiri kwamba uzima wa milele unaanzishwa baada ya kifo. Yes, many believe that the eternal life begins after death. Lakini Biblia inasemaje? But what does the Bible say? Je, Biblia inakubaliana na usemi huo? Is the Bible in accordance with that word? Tusome kitabu cha Yohana huyo. Let's read the same book of John. 3:36. Chapter 3 verse 36. We read the book of John, chapter 3, verse 36, in Jesus' name. Amen. And he who believes has faith clings to relies on the Son and has possessed eternal life. But whoever disobeys is unbelieving towards or refuses to trust in him, the Son will never see or experience life, but the wrath of God abides on him. Displeasure remains on him. His indigenous hangs over his continually. Amen. Tunasoma Kiswahili mjina la Yesu. Amen. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana asiyemwamini mwana hataona uzima wa milele. Mungu atusaidie sana. Bali ghadhabu ya Mungu inamuikalia. Amen. Amen. Hallelujah. Biblia inatuambia kwamba amwaminie mwana, he that believes in the Son, anao uzima wa milele, has eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Amwaminie mwana, he that believes, mwana huyu ni Yesu Kristo. Who is the Son? Christ. Amwaminie mwana wa Mungu, he that believes in the Son of God, anao uzima wa milele. He has of eternal life. Ikimaanisha kwamba meaning that uzima wa milele eternal life unapatikana kwetu, is found in au mwanadamu man anaanza maisha ya milele starts the eternal tokea life siku alipompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. From the very day that he accepted Christ as his personal Lord and Savior. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hapa maandiko yanatuambia iko mu present tense. Because here the scripture is in present tense. Kwamba amwaminie leo. Whoever believes today, kwamba leo nimekubali kuachana na kila njia niliyokuwa nikiendea, that today I accept to leave behind everything that I did, kila anasa ya ulimwengu niliyoipitia, everything of the world that I went through, nimeamua kuiacha, I've accepted to ili niambatane na Yesu Kristo, for me to follow Christ, ili nimshike Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, for me to hold Christ as my personal Lord, na kuanza kuishi maisha ya Kikristo, and to start to live a Christian life. Hatua hiyo that inakufanya
causes you kuwa katika uzima wa milele tokea siku hiyo. to be in eternal life from that very first Bwana day. Yesu asifiwe. Praise be to God. Tokea siku hiyo ambayo umejiambatanisha na Yesu Kristo, That very first day that you have joined with Christ, umeanza maisha mapya katika uzima wa you milele. have started a new life in the eternal life. Haleluya. Amen. Umeanza maisha mapya katika uzima wa milele. You have started a new life in the eternal Uzima life. wa milele sio jambo ambalo tunategemea katika siku zijazo. Eternal life is not a life that we expect in the days to come. Wanaomcha Yesu Kristo, Those who obey, tunaanza maisha leo hata we milele. start the life today Hallelujah. and forever. Tunaanza maisha hapa chini Start the life hadi here milele. on earth up till forever. Hakuna michongoma wala jaribu yoyote ile utakayokwenda kusema kwamba hili kwa kweli ni jambo ambalo litakalosababisha mimi kuanza maisha ya milele baada ya kifo. There is no temptation that will cause you to say, no, this is the beginning of my eternal life forever. Kama unamcha Mungu If you obey na unafuata njia za Bwana, and you follow the ways of the Lord, wewe umo katika nini? Uzima wa milele. you are already in the eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mtu mwingine anaweza akaniulize, Now, somebody can ask me, ikiwa if tunaingia katika uzima wa milele tokea siku ninapomcha Yesu Kristo, we enter into the eternal life from the very first day that we believe in Christ, kwa nini tunakufa? why do we die? Haleluya. Amen. Kwa nini tunakufa? Why do we die? Kwa sababu ni swali ambalo wengi wetu tunajiuliza, You see, because that's a question majority of us questions. kwamba hapana, But mnatudanganya. no, you are lying to us. Unapotuambia kuhusu uzima wa milele, When you tell us concerning eternal life, tunaamini kwamba unaanza baada ya kifo. we believe that you start after death. Haleluya. Amen. Lakini nakuambia ya kwamba But I tell you that uzima wa milele unaanza pale unapookoka, eternal life starts pale the moment you are unapokubali saved. ukombozi, When you accept pale salvation, unapokubali mabadiliko, when you accept pale change, unapokubali kuachana na when kila you njia accept mbovu. to leave everything behind. Sijasema pale unapoanza kuingia kanisani. No, I'm not saying when you start entering church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali nasema pale unapokubali mabadiliko. But what I'm saying is when you accept change. Haleluya. Amen. Unapokubali kuachana na kila ovu ulilokuwa When you ukifanya, accept to leave behind every evil that you hapo did. ndio umeanza step yako. That's where you start Sasa. your steps. Now, Uzima wa milele eternal life ni maisha is a life tunayoyaishi katika kiroho. that we live in spiritually. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni maisha tunayoyaishi kiroho That we live spiritually, ambayo which haizuii kifo cha it mwili, does not stop the death of the ambapo body, kifo cha mwili of which the death of the huja flesh comes. kwanza Firstly, kukamilisha usemi aliyosema Mungu kwa Adamu to confirm the saying of God to Adam kwamba nakufa utakufa. that dying you will die. Sasa Adamu alipoambiwa kwamba kufa When utakufa, Adam was told that dying you will die, yeye kwanza alianza kufa roho, he first started dying in the soul, alafu mwili ukafa baadaye. and then the flesh died after. Lakini sisi tunaomcha Mungu, But we who believe in God, katika kufuata usemi ule wa kwamba kufa utakufa, in following the word that says dying you will die, tunakufa katika kifo cha pili cha Adamu, we die in the second death of Adam, ambacho ni kufisha mwili huu, which is to throw away this body hatua ya kuweka kando as a step of mwili na nafsi. as a step of distinguishing the body and the soul. Haleluya. Ili kwamba So that nafsi our soul, irudi katika mahali palipo tulivu, it should go back to a place of calm, ili kwamba nafsi irudi katika sehemu aliyopo Mungu, so that the soul can go back to the place in which God ili kwamba resides, nafsi iishi maisha ya raha milele. so that the soul can live the eternal life forever. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kifo Therefore, death cha mwili of the flesh, akizuiliki it's not stopped. wala akiwezi kuzuia Or it uzima cannot, wa milele uliomo ndani yako usifanye kazi. it cannot stop the eternal life that is in you to manifest. Maisha ya milele unayaishi kiroho, That means the eternal life you live na in kifo spirit. unachokiishi unachokipitia
And the death that you go through ni kimwili, is flesh. ili kikutenganishe wewe, To ili distinguish you, kitenganishi nafsi yako to na mwili separate your wako. soul and your flesh. Katika lugha nyingine, In another language, kipatie nafsi yako it gives your soul nafasi ya kwenda kupumzika pamoja na Bwana. place in which it will go back to rest with the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise Ndiyo God. maana ya kifo kwetu. That is the meaning of Lakini wewe unayemcha Bwana, but to you that haufi. believe in God, you do not Kifo cha die. kwanza alichokifa You nani? do not die. Adam. You do not die the first death that Adam died. Kwa sababu kwanza Adam alikufa roho, Adam died in the spirit, alafu akakamilisha and then he confirmed katika kifo cha mwili in the death kilichokwenda of the kufuatia. flesh that followed after. Lakini sisi tunachukulia kifo chake cha We pili take his second death, ambacho ni cha kutenganisha mwili which is wetu to separate our na nafsi flesh. zetu. Haleluya! Our souls. Are we Bwana together? Yesu asifiwe. Praise be to God. Kristo, wewe You as a furahi Christian, kwa sababu haufi. happy because you do not die. Unaanza maisha hapa You start chini life here on na earth hata milele. up till forever. Furaha yako Your happiness inatakiwa ianze leo is to start na today hata milele. up till forever. Usijione kwamba Do not see mimi that I ninateseka, am suffering, nakufa na njaa, I'm nina suffering, huzuni, I sina have sorrow, kazi. I have no work. Haleluya! Amen. Hayo yote ni All mambo those ambayo yamewekwa kuwa mapito, Are just things that are put there kwa temporary. sababu mavazi na chakula The clothes and ni food mapambo ya mwili huu are ambao just the utakufa na decorations of the kuoza. body that will die and decay. Haleluya! Amen. Lakini wewe uliye na roho wa Bwana ndani yako, The Holy Spirit of lakini God wewe in you. ambao umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Christ is your personal unaishi Lord. milele. Haleluya! Amen. Unaishi milele tokea leo, Forever from unaishi milele tokea wakati umepokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuachana na kila uovu. Leave every evil behind. Siku hiyo unaanza maisha ya That milele. every day you start. Bwana asifiwe. Praise be to Amen. God. Tokea siku hiyo unaanza That maisha ya day you milele. started your eternal life. Mtu awaye yote asikudanganye Nobody should ever deceive you. ya kwamba wewe, That you tazama jinsi unavyoishi. look how you live. Nakumbuka nilisikia mtoto akisema siku moja I remember I heard one child say kwamba that walijaribu kuuliza shuleni, waliuliza dada mmoja at school they asked one young lady kuhusiana na masuala ya nini ya maisha, concerning the questions about life. kwamba wewe unaonaje, How do you see? unaweza kubali uteseke leo kwa ajili ya future yako iwe bora, Can you accept to suffer today for your future to be prosperous? au uishi maisha ya raha leo ili kwamba ujio wako uwe Or to mwovu, uwe mbaya? or to live a good life now for your ending to be bad? Alijibu kwamba He answered that I don't care about the future. sijali kuhusu. Haleluya! Mimi sijali na mambo ya kesho, I don't care about. ninayohitaji ni mambo yangu ya leo. Haleluya! Na hiyo ndiyo watu wengi tunayokwenda kuyaamini katikati ya nafsi, katikati ya nini, ya akili zetu, And that is what most of us put in our mind. inayosababisha wengi wapotee. That causes many. Tunaingia kwenye pointi ya tatu We're going to the third point. ambayo In which ni jinsi mwanadamu anaweza akapoteze uzima wa milele. how man can lose eternal life. Haleluya! Amen. Katika usomi ule ambao wametusomea hapa mwisho, You see, in that verse that they read for us, Biblia imetuambia ya kwamba the Bible tells us that asiyemwamini he mwana, that does not believe in the asiye Son, na mwana he that has no son. ana nini? Tusomee hapo mzee, Read for us, please. hiyo verse chapitre 3 verset 36. The same verse, chapter 3:36, please. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Amwaminie mwana yuna uzima wa Amen. Aliye na mwana anao uzima wa He milele, that has the Son has lakini eternal life. asiyemwamini mwana And he that does not believe in the tayari Son, anaishi kwenye ghadhabu ya milele. Haleluya! the wrath. Unaweza kuona mtu anajipodoa podoa, You can see somebody mtu anapendeza pendeza, unadhani kwamba huyo ni malaika kabisa, You believe kumbe anakalia ghadhabu ya milele. They are Kwa sababu living gani? in eternal wrath because Hana mwana ndani yake. they have no son Haleluya! in them. Hapa chini You see here, na leo hii see today, hapa ndo tunaanza kuexperience kila
jambo litakalo kwenda kuonekana physically kesho. That is where we start to experience whatever will manifest tomorrow. Uzima wa milele unaanza kuonekana leo. Eternal life is now. Na ghadhabu ya milele inaanza kufanya kazi yake pia leo. Wrath starts working now. Wewe ambaye Kristo ndiye Bwana wako, who Christ is your Lord, umo katika uzima wa milele kuanzia leo. You are already in eternal life. Sio mambo ya future, it's not things of ni the mambo future, ya sasa. but it is the things of Na today. wewe ambaye haujamkubali Kristo, you haven't accepted Christ, wewe ambaye unaishi maisha ya you vuguvugu, live a life of not sure, wewe ambaye uko mguu njiani, where your leg is in the road, mguu porini, and your other leg is in the bush. unawekwa kwenye upande wa wale ambao hawajamwamini. You are put in a place, in the category of those who are unbelievers. Hallelujah. Na ndio maana nimesema ya kwamba That's why I say hapa siongelee kuingia kanisani, I'm not speaking coming into church or kwa sababu attending kuna church, kanisa limejaa watu wa aina zote. because the church is full of any kind of people. Ndani ya kanisa In church, tunao watu ambao tayari wanao uzima wa milele, we have people already who have eternal na life, wale walio na ghadhabu ya milele and already those who have the eternal life, wakitafuta kuingia katika uzima. who are looking forward to enter into the eternal. Hallelujah. Nikimaanisha kwamba ambao bado hawajampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. There are those who haven't accepted Christ as their Lord and Savior. Kwa hiyo ningekutakia wewe uliopo hapa I leo, would plead with wewe you unayenisikia leo, today who kwamba listens to me that ni heri ikiwa umo katika Kristo leo, it is best for you to be in Christ ili today, kwamba uishi maisha ya milele for you kuanzia to leo, live the eternal life from today, kwa sababu because unaweza kuonekana ukipendeza mbele za you wanadamu, can be seen smart in front of unaweza them. kuonekana ukishine mbele ya You wanadamu, can be seen shining in front of lakini them. kumbe mbele za Mungu wewe ni mfu. But before God you are dead. Wewe si kitu, You are nothing. wewe unasumbuka You are suffering kupita yule anayesumbuka kwa ukosefu wa mkate leo. more than the person that is suffering because of bread today. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kukosa uzima wa You milele can lose eternal life. unapomkosa Yesu Kristo. When Haleluya. you lose Christ. Unaweza kukosa uzima wa You milele can lose pale eternal life. unapokwenda kuondoka katika Kristo na unajiingiza katika mambo ya When you ulimwengu. leave Christ and go into the things of the world. Unafanyika uko mashakani au julikani You upande gani put yourself unaoelekea. in doubt. You do not know where you stand. Gizani au jioni, You are not there. na kwenye nuru pia haupo. And in the light you are not there. Watu wanashindwa kuelewa upande People gani fail to uliopo. understand which side Haleluya. you are on. Ndio wale ambao Kristo amesema Those are kwamba those that Christ will say, nitawatapika. I will vomit you. Na anaposema When he nitawatapika, says, I will vomit inamaanisha you, kwamba nitawaweka it means kwenye mkono I will put moja you sawasawa on- na zile mbuzi I zingine. will put you on the same side with the other goats or the other. Haleluya. Amen. Lakini bora heri wewe Better you ambaye umemtambua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, as your personal na Lord and Savior, unaishi mapenzi ya and you Mungu. live the will of God. Kwako wewe kuna uzima wa milele For you there is tokea eternal life. milele hadi milele. Starting Kwako forever wewe to kuna forever. uzima wa milele To you there is tokea eternal siku life. ile From uliyomcha the Yesu very day Kristo, that you accepted tokea Christ. siku ile From the uliyompokea very Kristo day kuwa Bwana that Mwokozi you wako, accepted Christ as your tokea Lord and siku ile Savior. ulipoanza From the very day kutembelea that you started walking kwenye mapenzi ya Bwana from in the will of God hadi milele. up till Na forever. tunaposema milele, When we say forever, umilele hauna mwisho. forever has no ending. Haleluya. Amen. Umilele hauna mwisho. Forever has no ending. Ninaposema When I umilele, say forever, simaanishi miaka 100. I don't mean 1,000 years. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa jana niliona familia moja, You know, yesterday I saw one family. walionyesha familia moja ya wazungu ambayo ni familia ya watu 12. They showed one family that is has individuals of 12, Na katika watu hao 12, and in those 12 individuals, wote wangali hai, they are all still alive, na aliye na miaka midogo and the one who's young ana miaka 19. has Bwana Yesu asifiwe. 90 years. Aliye na miaka midogo The youngest ana person miaka 19. is 90 years old. Kuna aliye na miaka 113. There are those with Ndio 100. wanakuja wanafuatana, That's how they yaani come mkubwa, forward. dada yake, They kaka call yake, us a hadi sister wa mwisho until the last iko na miaka 19. Haleluya. 90 years old.
Angalia jinsi gani tunavyofurahia watu kufikisha kwenye umri huo. For people to reach to that hasa furaha gani tutakayoipata tukiishi maisha ya milele na milele, ambayo zaidi ya miaka 1000 utayaishi. Na katika hali gani? Hali ya furaha pamoja na Yesu Kristo. Haleluya! Kwa hiyo linda roho yako vizuri, protect your soul, ili kwamba usipoteze connection yako wewe na Yesu Kristo. Haleluya! Usipoteze contact yako wewe na Yesu Kristo, kusudi uzima wa milele ambao umekwisha kuanza ndani yako uishi milele na milele. Haleluya! Na Bwana atubariki. Amina. Shukrani sana. Sijui ikiwa kuna mtu anayetaka kuuliza.